محمد يعلو على هام الرجال محمد يحيى اسمه في الخالدين محمد. Ebana, karibu sana baba yangu, mama yangu, wakubwa zangu, vijana wenzangu na wadogo zangu pia kwenye channel ya ndugu yenu hapa Mfarisayo Christian Clement Masiligiti the golden boy on the earth is crusty the man. Ebana, nimestapisha kidogo kwenye ile mada yetu ambayo tunaendelea nayo pale kuhusu uwepo wa Mungu na dini yake ambayo yeye anaikubali. Kuna mtu mmoja kwa upande wa Waislamu anaitwa, nitamtaja, sio yeye tu peke yake, wako wengi, lakini huyu kidogo ni mtu ambaye ukimtazama hivi kama humjui unaweza kumuona ni mtu mmoja wa maana sana. Ni mtu ambaye labda anaongea points, anaongea vitu vya elimu na vitu kama hivyo. Lakini mimi nasikitika sana kwa sababu unajua mimi yani hizi dini kwa kweli bana, ukiwa hujui unaweza ukachanganyikiwa sana. Lakini kila kitu kipo tayari, kimeshatabiriwa kwenye maandiko na ndivyo kilivyo. Leo nitazungumza na watu wote ambao wanaelewa Kiswahili, lakini kwa leo nitaegamia kwa upande wa hii dini ya Kiislamu. Nadhani sasa leo kwenye hiki ninachozungumza hapa utaweza kupata taswira kidogo kwamba Mfarisayo ni mtu wa design gani. Kama ninachokiongea hapa na ninaongopa, basi tutajibishana, lakini kwa misingi ya kielimu na sio porojo. Kuna mtu mmoja anaitwa, sio shehe, ni mtu tu wa kawaida, anaitwa Haji Upepo. Nadhani kama ni mtu ambaye huwa una tabia ya kupita kwenye mtandao wa YouTube sana sana, unaweza kuona unakuta clip zake. Huyu jamaa ni Muislamu. Sikatai kuhusu Uislamu wake. Lakini hastahili kuwa shehe. Hastahili kabisa. Unajua Uislamu, mimi nimesoma Uislamu kwenye moment ambao mimi nikiwa paka sasa hivi nikiwa ni RC, Roman Catholic Church. Lakini hiki nitakachokizungumza leo unaweza kupata taswira kama mimi ni mtu ambaye nina maarifa kiasi gani kuhusu haya mambo. Huyu Haji Upepo nimekuwa nikimuona kwenye video zake nyingi ambazo anakuwa na rekodi akizungumza. Anaongea kama mtu fulani hivi ambaye ana elimu kubwa. Anaongea yani ukiwa ni mtu ambaye hujui lipi ni lipi unaweza kumuona ni mtu wa maana sana. Lakini mimi nimeusoma Uislamu vizuri tu sana. Uislamu, na kwa taarifa tu ya wewe ambao unanisikiliza, ndio dini pekee ambayo inatoa changamoto kwenye mfumo ambao una control dunia. Wanaumiza kichwa sana namna gani ya kupoteza hiyo dini ya Islamu. Bali sio hivyo tu, makorokoro mengi ambayo unayaona yamewekwa special kwa ajili ya kutoa Waislamu kwenye reli. Waliokusudiwa hasa ni Waislamu, sio dini zingine. Sio Buddha, sio sisi Roman Catholic, sio Mkristo yoyote, sio Myahudi, sio nani. Bali wanaofanya hizo njama na kuleta hivyo vipengele ni Wayahudi wenyewe, wakikusudia kuwatoa Waislamu kwenye dini yao. Sasa Islam naweza nikasema kiufupi ndio dini ambayo
ni complete religion, imefiti kwenye kila idara, kwa sababu unapoongelea Uislamu uongelee dini tu ya kwenda msikitini na kutoka. Ukiongelea Uislamu unaongelea serikali kabisa. Yaani Uislamu ni complete system ya binadamu, kuanzia akiwa nyumbani kwake mpaka utaratibu wa uraiani, kwa sababu ndio dini ambayo pekee wanahukumu, wana sheria kwa mujibu wa vitabu vyao ambavyo vinaongoza katika dini. Sasa huko nisiende sana. Sasa mimi kinachonisikitisha ni kuona kwamba hawa ambao kwa upande wa watu ambao wana mambo ya kiimani, watu ambao wana dini, wanakuwa na hali mbaya zaidi, wanafanya vitu vya hovyo kuliko hata wale ambao hawana utaratibu wala hawana dini wala hawana chochote. Bali mtu kama huyu wa Haji Upepo, kwa mujibu wa nilivyosoma na tafiti zangu nilizozifanya, watu wa design hii ndio watu ambao wamechangia mpaka hali ambayo sasa hivi Uislamu uko nao, kwa sababu Uislamu wako tawala dunia mzee, kama ulikuwa ujui. Kwa Hispania tu peke yake Waislamu wametawala pale kwa zaidi takriban ya miaka 200, zaidi ya miaka 100 kwa Spain tu peke yake, pale ambapo sasa hivi ambao mji mkuu unaitwa Madrid, ambako kuna timu hizi za mpira za Barcelona na Real Madrid. Uislamu umetawala pale, ukiiba unakatwa mkono.